God loves you. Melissa, God loves you. God loves every one of you. Praise be to Jesus. Tupigie Samia makofi mazuri. Samia amecheza mpaka kaanguka, watu wakacheka, lakini akaendelea kumsifu Mungu wake. Haleluya. Mpigie Samia makofi mazuri. Pigie Samia makofi mazuri. Pigie makofi mazuri. Haleluya. Praise be to Jesus. Samia akacheza mpaka kaanguka, lakini hapo chini ni style. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaonesha kwamba nimeanguka. Hapo chini badala wanaenda, because he knows God that he is serving. Hallelujah. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Praise be to Jesus. Nampenda Yesu. Wakati mtu anafika mwisho, kumbe ndio unamuona Mungu zaidi. Praise be to Jesus. Uweze ukamwona Mungu wakati bado nasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu afanye, hautaamini ni Mungu. Naomba tusimame juu ya miguu yetu, na kama kuna sadaka yako naomba ushike kwa mikono yako, tushukuru Mungu ili tunapoingia kwa neno la Mungu basi tuingie moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupigie kibodi chetu makofi mazuri. Ametupeleka mbinguni. Praise Jesus. Tupigie makofi mazuri. Amefanya kazi nzuri sana. Haleluya. Amenibariki sana. Yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuingia hapa leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu muulize jirani yako, ulikuwa wapi? Hebu muulize mtu, ulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ana sister hii pia alienda nyumbani. Nilisema tutakubalia aende nyumbani tena, maana akienda nyumbani anakaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alienda karibu mwezi wa 8, amerudi mwezi wa 8, mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uje utusalimie tu. Njoo utusalimie. Amen. Tupige makofi mazuri na tusalimie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Simama hapo siku ya leo na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali amenitoa, amenipa kibali, amenipa neema kurejesha siku ya leo. Nilienda nyumbani last year. Siku ile mwezi wa 8 nilienda December 29. So nashukuru Mungu amenilinda. Nimerudi Nairobi like 3 months ago. Nimerudi. Nilikuwa na shughuli kidogo. Nilikuwa najipanga. Nikitoka huko nilikuwa niambia Mungu anitoe Kaburo. Anitoe kabisa eneo la Saika, nianze maisha mapya na zingine. Mungu alinisikia by the way. I came back last 3 months ago. Nakaa Kahawa West. Juko ndio kazi tukatikania nao na Mrui. So nikabidi nimekaa huko around. Lakini nashukuru Mungu, nilikuja nikajipanga, nikapata nyumba. Na neema na kibali nilikuwa kwa siku ya leo. Nashukuru Mungu. Amen. Tupigie makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tusimame juu ya miguu yetu. Tusimame juu ya miguu yetu kama kuna sadaka yako. Bwana, nasema asante kwa sababu ya nafasi hii. Watumishi wako wamesimama Bwana ili wakakutumikie kwa sadaka zao. Waliotoka kwenye simu Bwana wakumbuke. Wanaoweka madhabahuni pako Bwana, tenda kulingana na mapenzi yako. Umesema Bwana kama wewe sio mwanadamu ukadanganya. Hakika Mungu wangu hauwezi ukadanganya. Hauwezi ukachelewa. Huwezi kosa kutenda. Asante Yesu kwa sababu umetenda. Sifa na utukufu zirudie wewe Bwana kupitia watumishi wako ambao wanakutumikia. Hata wale Bwana wako njiani, hata wale walisafiri nyumbani, hata wale Bwana wako nasi. Bwana umetuma sadaka zao. Bwana unapokumbuka watu wako, Bwana uwakumbuke. Uwatetee, uwapiganie, uwashindanie, nguvu zako Bwana zikasimame nao. Unapotenda sifa na utukufu na kulia wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na mtu aseme amen. Tumeomba na mtu aseme amen. Basi kama uko nayo utaweka hapo, kama hivyo kwenye simu basi utaweka
nampenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ananifundisha mambo mengi, ananipigania vita nyingi. Praise be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu hapa Mungu amemfanyia jambo wiki hii na naweza taka kushuhudia. Praise be to Jesus. Kuna mtu hapa Mungu amemtendea jambo, wewe unataka ku appreciate, umshukuru Bwana, mwambie kwamba Bwana umenifanyia jambo hili. Kuna mtu basi, kama kuna Mungu azidi kutukuzwa, atatenda. Anasema kwa neno lake kwa wakati wake basi atafanya. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Mungu atafanya kwa wakati wake. Wiki hii kuna mambo ambazo nataka nishukuru Mungu tu kwa kuwa Mungu amefanya. Kuna hali au mapito fulani ambayo nimekuwa nikipita, lakini Mungu amenithibitishia wakati niliingia hapo kwamba kuna jambo jipya, kuna kitu Mungu ananifundisha. Huwezi kufundisha watu kitu ambacho hauna experience yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nikapokea simu ambayo kama ni mtu kuchoka, hakika unaweza ukachoka, lakini kwa sababu tunamtumainia Mungu, tunamtumikia Mungu, basi Mungu akazidi kuwa pamoja nasi katika kila kona na katika kila safari. Tuliongea na Apostle Design asubuhi ya leo, kaniambia kwamba walisafiri nyumbani na hawakupata uwezo wa kurudi ili wakakuwe nasi katika ibada ya siku ya leo, ila wako nyumbani na wako salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaongea na Apostle pia, tuliongea naye siku mbili ambazo zimepita, kaniambia pia wanafanya vizuri kule Arusha. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Mama yetu alisafiri, yuko kikazi nje ya Nairobi, lakini juu ya yote tuko pamoja bado naye. Hallelujah. Praise be to Jesus. Nafanya hii nikiongoja Pastor Dan uje tukaseme na watumishi wa Mungu sehemu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani mwingine? Sidhani kama kuna mtu mwingine tena amenijua wewe. Tunaongea naye wiki hii akanijulisha mahali alipo. Na tuna Mungu, tunajua kwamba wako salama mahali walipo. Rispa ameshikika kikazi, lakini tunashukuru Mungu bado kwa sababu ya hiyo kazi yake, maana tuliomba na Mungu akatenda. Praise be to Jesus. Tuliomba na Mungu akafanya nini? Akatenda. Hiyo ndiyo tunafaa kushukuru Mungu zaidi. Hatufai kushukuru Mungu kwa sababu tumekwama na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe Mungu aachilie watu wake waingie sehemu zao ambazo wanafaa kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunajua wakati mtu ameondoka ameenda kazi, kuna uwezekano akakuwa na nguvu ama uwezo wa kumtumikia Mungu hata tapasana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunahitaji pesa. Haleluya. Amen. Tunahitaji kuenda kanisani nje, na hizo tukienda nje tunahitaji pesa. Tunahitaji kulisha yatima, tunahitaji kulisha wajane, haya yote yanahitaji pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo sasa tunaomba Mungu kila mmoja wetu hapa, Mungu akubariki na sehemu yake. Popote unapoingia, popote unapoingia, Mungu afanye njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii nataka niseme na mtu jambo moja tu hapa. Today we are going to read only a simple scripture katika kitabu cha Kutoka, in the book of Exodus chapter number 5 verse number 1. Ukianzia sura ya 5 kuanzia
mstari wa kwanza. Mstari huo moja tu peke yake wa 5. And this is what the Bible says. The book of Exodus in chapter 5 and reading from verse 1. And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie mtu kukombolewa. Can you speak to someone and tell him that you will be healed? Mwambie mtu unakombolewa leo. You are going to receive a healing today. Deliverance. Amen. Mwambie mtu unaenda kukombolewa. You are going to receive a deliverance today. Katika kila kona ya maisha yako. In every area of your life. Our church must get a deliverance. Kanisa letu lazima lipate kukombolewa. Our working places must get deliverance. Mahala petu kwa kazi lazima paweze kukombolewa. Our marriages has to be delivered. Ndoa zetu lazima ziweze kukombolewa. Our children, watoto wetu has to be delivered. lazima wakombolewe. In each and every corner, Kila sehemu na kona zote you must be delivered. lazima wawe wamekombolewa. Can you touch a chair that is beside you? Pengine unaweza kugusa kiti ambayo iko katikati na wewe ama sehemu iliyopo. Just to tell God, whoever has been sitting here, Hebu ambia Bwana kwamba yeyote ambaye ameishi kuketi mahala hapa he must be delivered today. lazima aweze kukombolewa siku ya leo. I call upon his name. Naita tu kwa jina lake, He has to be delivered. lazima aweze kukombolewa. Every principalities, Kila mahali ambapo kwa each and every kingdom, kila sehemu zote za falme, each and every authority kila uwezo yoyote na mamlaka has to leave him now. lazima iweze kumwondoka sasa. Has to leave him now. Lazima iweze kumwondoka sasa, Because this is a day of deliverance. kwa sababu hii ni siku ya ukombozi. You can touch another chair. Gusa kiti kingine, unaweza kupeleka. Tell God that whoever has been sitting here, Ambia Bwana yeyote ameishi kuketi mahali hapa, wherever he is or she is, popote alipo yeye mwanadada ama ndugu, today she must get deliverance. leo hii lazima aweze kukombolewa, Because the word of God has just spoken to us. kwa sababu kifungu cha Bwana chasema kwetu sisi, And the Bible has just said, na Biblia yasema hivyo, and God sent Moses na Bwana akatuma Musa, and told Pharaoh Musa akanena naye Farao, that you have to let them go. lakini kwamba Farao lazima uachilie wana wa Israeli waende zao. So today at this moment, Hivyo leo kwa wakati wherever Pharaoh has taken our people, pengine nguvu za Farao zimeishi kuteka watu wetu, he has to let them go. lazima sasa tuweze He kuachilia, has to let them go. lazima sasa tuweze kuachilia In the name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. You can hold somebody's hand. Hebu mshikilie mwenzako mkono kwa mkono, Hold somebody's hand. shikilia kabisa. Hakikisha umemshika mtu mkono. Hold somebody's hand. Sogea karibu, mshike mwenzako mkono tafadhali. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because we want to take full deliverance. Kwa sababu tunaichukulia kwamba ni ukombozi wake. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. We are not going to leave anything right behind. Hatuwezi endelea kuacha wengi wetu nyuma. We are not going to leave our jobs behind. Hatuendi kuacha kazi zetu nyuma tena. We are not going to leave our families behind us. Hatuendi kuacha familia zetu nyuma We tena. are not going to leave our brothers behind us. Hatuendi kuacha mandugu zetu nyuma We tena. are going to get all around deliverance. Tunaenda kukombolewa sisi zote, mandugu zetu na hata familia zetu. In Jesus' name. Katika jina kuu la Yesu. Tell that person that you're holding his hand. Hebu nene na yule ambaye umemshikilia mkono. Tell him that today you are getting full deliverance. Mwambie kwamba leo unapokea uponyaji kabisa. Today you are getting full deliverance. Leo hii unapokea ukombozi kabisa. Whatever locust take away from
from you, vyovyote ambavyo mmeshukuliwa na nzige, He is going to turn them back. vyaenda kurejeshwa sasa. Whatever you have been losing all around, Vyovyote mmeishi kupoteza mzunguko, you are going to get it double. saa hiyo naenda kurejeshewa zaidi mara mbili. You are going to get it double. Tunaenda kurejeshewa mara mbili. Whatever the locust has eaten in your life, Vyovyote ambavyo mmeishi kuliwa na nzige, I'm saying whatever the locust eats in your life, vyote ambavyo nzige walikula maishani, you are going to receive it back. waenda kuvipokea tena upya. In Jesus' name. Katika jina kuu la Yesu. In Jesus' name. Katika jina kuu la Yesu. In Jesus' name. Praise be to Jesus. It is another day Ni siku nyingine njema ambao Mungu amefanya. that God has enabled us. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You know, I have been wondering, Nimeishi kushangazwa. was I called Pengine niliitwa or I just went without a call? ama pengine nilijipuka bila mwito, And I come to realize na nimekuja kugundua that you can be called, unaweza kunaitwa, but before you see your calling, lakini kabla uone mwito wako you have to go through a lot. lazima uyapitie majuto mengi, You have to go through challenges lazima upitie vikwazo vingi, so that you can be trusted. ndivyo uweze kuwa mwaminika. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I came to learn one thing in life. Nimekuja kugundua kimoja maishani. For those who have wealth of this world, Kwa wale ambao wana utajiri wa hii dunia, they are trying to stay in a private areas. wameishi kujaribu kuishi mahali ambapo ni patulivu na ni mahali ambapo hapajulikani zaidi. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And that person without anything, Na yule mtu ambaye kabisa hana chochote. tunatafuta mali watu wako wengi ndio tunakaa. Amen. And we try to find where there are many people, that's the best place to be. Ili tukaoneshane ile kidogo ambacho tunayo. So that we can show the people the small that we are. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If you want to know how these wealth people are living, Iwapo unataka kujua jinsi matajiri wanaishi, huwezi ukachunguza sana na ukajua. you can never try to do your intelligence and find it out. Because there is a certain man in this country. Kwa sababu kuna mtu huku duniani, kiongozi. In this country, Kenya, Kwa hii dunia, nchi yetu ya Kenya. ametafuta marais wawili. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Lakini yuko kwa nyumba yake, He's just inside his house. and you are looking for him more than 2 days and you never find him. Na pengine wameishi kumtafuta siku zaidi ya 2 na wampata. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Can you ask your neighbor, Je, unaweza kumuuliza ndugu yako jirani are yako? you sure if your enemy is looking for you, Pengine una hakika adui wako anakutafuta leo. he will never get you? Pengine hata kupata. Are you sure? Huna uhakika je? Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I was watching that clip of Jimmy Wanjigi. Let me call his name. Amen. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And I see how he was to be arrested. Na pengine anaweza kuona jinsi yule Jimmy Wanjigi angeweza kushikwa. And they searched for him everywhere. Na walimtafuta nyumbani kwake ndani zaidi. And they never found him. Na hawakuweza kumpata. Until Raila went there. Mpaka kiongozi yule marehemu aliweza kuenda mahala pale. When he appeared there, Wakati yule kiongozi wetu marehemu aliweza kufika mahala pale. and Jimmy Wanjigi came out. Na ndivyo Wanjigi aliweza kujitokeza hivi. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And I learned something through that clip. Na nikaweza kujifunza kitu kutokana na ile There video. are some of us here. Kwa wengi wetu mahala hapa. If our enemies came to look for us, Pengine adui wetu wakija kututafuta sisi. we are just walking along Pengine tutapata tu tukitembea. and they don't meet us. Na pengine hawatatupata. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because we have somebody besides us. Amen. Tuna mtu kando yetu that is keeping eye on us. Kwa sababu tuna Mungu katikati wetu ambaye yu upande wetu. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe.
aliona wale ni maaskari. Amen. But he never came out. Hakujitokeza kabisa. Until a person whom he trusts came. Amen. Praise be to Jesus. Bwana Yesu. This is a clinic whereby a Christian person has to learn many things on it. Hiki ni kifungo ambacho Kristo unapaswa kujifunza vitu vingi kutoka. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. When we go where these rich people are worshiping, let me just say this. Pengine unapoenda kwa ule ambako matajiri wanaabudu, You will never get the noises that we make in our churches. hautapata visauti ambavyo vinatoka humu makanisani. Amen. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa wanafundishwa pole and they are getting blessings. Amen. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. But when you came to our environment, Pengine unapokuja sehemu yetu, ulikuja na nguo ya white utarudi kiwa brown. amen. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Makofi umekula ya kutosha. Amen. Praise be to Jesus. Amen. But you still go back with your problems. Na bado unarejea nyumbani mwako na mashida zako. What are we lacking? Je, tunakosa nini kwake? What are we lacking? Tunakosa nini kwake? We are praying for people to come to church. Pengine tumeishi kuombea watu waje huku kanisani. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And they are coming. Na wengine wanakuja. And because they are not delivered, Na kwa sababu hawajaweza kukombolewa kabisa. when challenges came, Wakati mashida yanakuja, they disappear. wanapotea. They disappear. Wanapotea kabisa. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And today, Na leo I believe God is going to deliver us. naamini kwamba Bwana anaenda kutukomboa sisi zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. God is going to deliver us. Bwana anaenda kutukomboa sisi zote. We have prayed for a long time. Tumeishi kuomba kwa muda mrefu. We have seek to see God for a long time. Tumeishi kuhisi kutafuta Mwenyezi We Mungu. seek to see the presence of God for a long time. Tumeishi kutamani kuona uwezo wa Bwana ukitenda kwetu. But because now we have the secret, Kwa sababu leo tunahisi Moses standing here, jinsi Musa aliweza kusimama mahala. God has sent me Bwana ameishi kunituma mimi. to tell Pharaoh to let you go. Kwa kumwambia Farao kwamba waachilie mimi mwana. God has just sent me Bwana amenituma mimi leo. to tell you that you are going to be delivered. Niwaambie kwamba leo unaenda kukombolewa. God has just sent me Bwana amenituma siku ya to leo. tell you that your job is going to be lifted. Nikwambie kwamba kazi yako yaenda kukombolewa. God has just told me Bwana ameninenea siku that ya leo. every corner of your life Chochote ambacho umeishi ukitaka is going to be delivered. yaenda kukombolewa maishani mwako. Because the Bible says, Kwa sababu Biblia yasema, and God told Moses, na Bwana akanena na Musa, go and tell my Pharaoh nenda ukamwambie Farao, that he has to let my people go. lazima akawaachilie wana wangu waondoke. Some of the Israelites in that area, Katikati ya wana wa Israeli kwa mji ule, some were feeling better living in Egypt. wengine walihisi ni vizuri kuishi mahala pale. Some were asking themselves, when shall we come out of this position? Wengine walikuwa wakijiuliza ndani mwao, je, ni lini tutaondoka mahala hapa? Some were asking, how long shall this Pharaoh bring us down? Wengine walikuwa wanajiuliza kwa muda upi ambao Farao ataishi kututumia. And God hear all these questions that these people were asking themselves. Na Bwana akaweza kusikia maswali haya ambayo waliweza kuwa wanajiuliza. And they said to themselves Na wakajinenea ndani mwao, that we are going to be delivered. tunaenda kukombolewa sasa. And as God was sitting on his throne, Jinsi Bwana alikuwa aliketi kwa ukuu wake, and he was looking at the Israelites, na alikuwa akiwaangalia wana wa Israeli kuja chini, and he says to himself, na akajinenea ndani mwake, I have to send a man. lazima nitume mwanaume, I have to send somebody lazima nitume mtu to go and help these people come out of Egypt. na aende awasaidia wanawake kuondoka mji wa Misri. But because there is somebody here, Kwa sababu kulikuwepo na mtu mahali he has been living in
Pharaoh. Ameishi maisha mbali ya Farao. He knows how this kingdom is. Anajua jinsi ufalme huu. He knows how Pharaoh anger looks like. Anajua jinsi hasira ya Farao ilikuwa. He is the one that I am going to send to Pharaoh. Na yeye ambaye ningeweza kumtuma kwa Farao. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You know, for this church to be delivered, Kwa hili kanisa kuweza kukombolewa, God has to look for that person who knows the situation of the church. lazima Bwana mtafute mtu ambaye anajua hali ya hili kanisa. Somebody who knows how this environment looks like. Mtu ambaye anajua jinsi mazingira ya huyu yanakuja. So God looked at Moses. Bwana akamwangalia Musa. And he says that I know that you cannot speak well. Kwamba najua huwezi ukaongea vizuri. I know you underrate yourself. Najua kwamba wewe mwenyewe unajidharau. But I don't see you that way. Na mimi Bwana sikuoni vivyo. I will use you to bring my people out of Egypt. Nitakutumia wewe kurejesha wana wangu kutoka mtumwa wa Misri. And send them to the land of promise. Na uwatume na uwapeleke ufalme wa ahadi. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You have to take them where I promised them that I will take them. Lazima uwapeleke mahali ambapo nilishawaahidia. But because Moses never understands the word promised land, Kwa sababu Musa hakuweza kulielewa neno la ahadi. he never take them to the land of promise. Hakuweza kuwapeleka mji wa ahadi. Akawatuma jangwani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jangwani ni mahali hakuna kitu kizuri kinaweza kikamea. Praise be to Jesus. Amen. Praise be to Jesus. Amen. And so God never reached to the land of promise with Moses because he never understands the promised land. Na Bwana kufika katika mji ule wa ahadi kwa Musa, kwa sababu Musa hakuwapeleka na mwelekeo wa Bwana. Sometimes we are given a word to preach to the church. Wakati mwingine tumepewa neno tuhubirie kanisa. Then you look at the word that you have been given. Unaangalia neno ambalo umepewa. Then you look at your church. Unaangalia kanisa lako. Then you say this is not for this church. Na unasema hili neno si la hii kanisa. Because you underrate the environment that you are in. Kwa sababu unaidharau sehemu na mazingira ambayo uko. But today we are going to be delivered. Lakini leo hii unaenda kukombolewa. Today we are going to be delivered. Leo hii unaenda kukombolewa. Because this is the gospel that the Lord has just sent to us. Kwa sababu hii ndio injili ambayo Bwana ameitumana He kwetu. is telling Moses that tell him to let my people go. Anaambia Musa kwamba muambie awaachilie watu wangu na wao. God has been sending his servants to let you go, but they refuse to let you go. Bwana ameishi kutuma watumishi wake wa kuambia unaondoke, lakini ameishi kudharau. Because they are afraid that you will go and let them be there alone. Kwa sababu watumishi wanaogopa kwamba wakikutuma uende utawaacha kivyao. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If you look at the offering that you have been giving, Je, ukiangalia matoleo ambayo umeishi, so he is afraid to let you go. pengine Yesu kakuruhusu wewe kwenda. Because if you go, he will never receive the offerings. Pengine anaona ukiondoka hawezi pokea matokeo umeishi. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. But today we have to go. Lakini leo hii lazima uondoke. We have to go. Lazima uondoke. Tell somebody that we have to go. Lazima uondoke leo. It is God, not us. Ni Bwana sio sisi. It is God, not me. Ni Bwana sio mimi. It is God, not me. Ni Bwana sio mimi. It is God, not me. Ni Bwana sio mimi. It is God, not me. Ni Bwana sio mimi. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I want us to go slowly so that you can understand. Nataka tumwabudu Bwana ndivyo uweze kuelewa. Some of us tulikuwa tushaokoka Amen. and we never get delivered. Na pengine hatukuweza kukombolewa. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Israelites is okay. They were brought out of Egypt. Pengine Waisraeli walihisi ni vyema waliweza kutolewa mji wa Misri. But they never get delivered. Hawakuweza lakini kukombolewa kabisa. Because the direction was changed. Kwa sababu mwelekeo uliweza kubadilishwa. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. There are good things that you plan to do. Kuna vitu vingi vizuri ambavyo umeishi But they never happen.
lakini havifanyiki kwa sababu you never get delivered. haukuweza kukombolewa kabisa. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Uliachiliwa ukapata kazi, You are let clear and find a job, lakini mkono yako haikupokea ukombozi. but your hands were not really delivered. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So you just get money, Unapata fedha and this money does not help you. na hizi fedha hazikusaidii. You are saved, Umeokoka and you get ukapata kile ambacho ulikuwa unatafuta Mungu akupee. and you gave and you received the portion that you wanted God to give you, Ukifikiria kwamba itakusaidia, thinking that this portion will help. lakini ulipoipokea But after you received it, ikakuwa mzigo kwa maisha yako. it became a burden inside your heart. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka nitembee tu hapa na mtu. Yaani I feel like we are going to be delivered. Na hisi kwamba tunaenda kukombolewa kwa watu. Kuna vitu ambazo tunaona kwamba tumevipokea. There are things that we see that we have already received. Kama mimi ukiniuliza hapo nyuma, If you ask me myself, I was saying that hey, sikutapata pikipiki yangu. that in my past life I was saying inside my heart that if I find one of my best motorbike, Sitawahi kosa pesa. I will never lack money. Because I look at 400 that I give the owner of bike. Because I was, amen. Pengine alikuwa anaona zile fedha alikuwa anamlipa ule mwajiri wake. I used to say that this 400 nitakuwa naiweka kila siku. Amen. Praise be to Jesus. Because I thought that if I get my own, I will be delivered. Kwa sababu nilihisi kwamba nikipata fedha zangu nitaweza kuwa nimekombolewa. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Lakini what challenges me is, Kile ambacho kinanishangaza kwa wingi sana, wakati nilipokea, after even receiving one, ndio naanza kulipia zawadi school fees. then I found that different challenges of paying school fees. So the amount that I thought that nitakuwa naweka, Zile fedha ambazo alikuwa anapangia kuweka, inapata mahali pa kuingia. amen. Praise be to Jesus. Amen. So as men, we always think that if we are saved, then it is all done. Sisi kama wanaume tunadhania kwamba ukisha okoka pengine ni hivyo kabisa. But you must be delivered. Lazima uweze kukombolewa. Unaweza ukaokoka lakini ukaingia mahali pasipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza okoka ukaingia kwa shimo yenye sio ile ambayo unafaa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. The only word that these men went to Pharaoh, Lile neno moja ambalo wanaume waliweza kumpelekea Farao it was one. ni moja tu. Because God sent him for the first time. Kwa sababu Bwana alikuwa ameshawatuma kwa siku ya kwanza. And Pharaoh says that he will not let them go. Na Farao akasema kwamba hawaachili wana wa He Israeli. went there for the second time. Wakaenda kwa mahala pale kwa mara ya pili. And Pharaoh refused to let them go. Na Farao bado akakataa kuachilia wana wa As he went for the third time, jinsi walivyokwenda mahala pale. God commanded him now to go and tell him. Na Bwana akawaamulisha kwamba enenda Now mtumnana. tell him that he has to let my people go. Na mwambie kwamba sasa lazima aachilie wana wangu. As his heart was very heavy, Jinsi roho yake ilikuwa hivyo ngumu. he refuses to let them go. Alikatalia kabisa kuachilia wana. And now Moses went back to God. Na Musa akaenda nyuma kumwomba. And he told God that I have been going to Pharaoh. Na akamwambia Bwana, nimeishi kunena na He Farao. never allowed these Israelites to Na go. bado hajawakubalia wana wa Israeli Now waondoke. he wants to see you now. Sasa anataka kukuona He wewe. wants to see your powers. Anahitaji kuona nguvu za Mungu. And God told him to go. Na Bwana akamwamrisha Musa nenda. As he will reach there, Jinsi utakavyofika mahali as pale. Pharaoh when will make a snake, Farao ataleta nyoka yake. you will put down your stick, Na utaweka chini kijiti chako. and it will turn to a Na snake, kitabadilika kuwa nyoka. and it will eat all the snakes of Pharaoh. Utaweza kumeza vinyoka vyote vya It Farao. was an evidence of God. Ilikuwa ni thibitisho ya It Bwana. was an evidence of the power of God. Ilikuwa ni thibitisho ya nguvu za Bwana. Because the Bible Kwa says sababu Biblia inasema they were doing to make Moses afraid. walikuwa wanafanya miujiza wakimwogopa. But
the Israelites to go. Na bado Farao hakuweza kukubali. The Bible says, Biblia yasema, and God bring battle to his life. Bwana akaleta vyote kwa wai. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akampiga kwa mapigo 7. Amen. Praise be to Jesus. Amen. So that he can accept to let the Israelites go. Ndivyo aweze kukubali kuwaruhusu wana wa Israeli waondoke.